sina maarifa tayari, nikajua huyu jamaa alichukuliwa nini? Msukule. Ni watu walioibiwa. So mtu anaweza kaibiwa. Kabisa mtu anaibiwa. Nakumbuka wakati fulani nilikuwa O level. Nasoma shule ya sekondari. Sasa wakati nasoma sekondari nilipata neema, nilikuwa head boy. So nilikuwa nimesoma shule fulani hivi ambayo ni nzuri kidogo. So nilikuwa nipo head boy alafu nina ofisi yangu. Sasa kijana mmoja akaingia kwenye ofisi yangu kule. Kama nilikuwa niko form 2 I think, nilikuwa head boy niko form 2. Akaingia ndani ya ofisi yangu ile kijana. Akaingia anaongea na Ema. Muone kwanza. Anaambia mimi muone. Kufuatilia vitu vya watu tu. Toka hapa. Mimi najiuliza amekuaje tena? Namkumbuka jina yule kijana, aitwa Jonathan. Sasa mimi nikatoka kwenye desk nikamwangalia usoni. Muda huo niko form 2. Ndio nikisema wanasema kanajisifia. So no, tulipata neema mapema. Nilikuwa moto. Nilipomtazama akaanguka chini Macho yangu nilipomtazama jamaa aliyosimama akaanguka chini kama embe. Roho Mtakatifu akaniambia muite, mrudishe, kaibiwa, hayumo kwenye mwili. Lililokuongeza ni pepo. Lililotumwa likae ndani ya mwili, liigize maisha. Nikaanza kumuita kwa sababu nilikuwa nimekulia kwenye kanisa lenye maarifa ya kurudisha watu. Nikaanza njoo. Ghafla akainuka. Hapa wapi? Hapa wapi tena? Si shule tulikuwa wote hapa. Anasema hapa wapi? Wewe nani? Sasa mimi nani? Mimi si head boy wako hapa, lazima unijue. Mimi lazima unijue. Wewe nani? Hapa wapi? Namwambia hii shule. Shule gani? Wewe sikujui. Hii shule mimi sijai kuwepo hapa. Wewe tumesoma na wewe hapa. Anasema mimi sijai kusoma hapa. Kisa cha kweli kabisa. Ananiambia mimi sijai kusoma hapa. Wewe sikujui na hii shule siijui. Mimi sina maarifa tayari, nikajua huyu jamaa alichukuliwa nini? Msukule. Nikamwambia ulikuwa wapi? Anasema nilikuwa chini ya bahari. Nilikuwa chini ya bahari kule kuna kiwanda. Tunafanya kazi kule chini ya bahari. Kuna wazungu, kuna Wachina, kuna Waarabu, kuna Waafrika, tunafanya kazi. Ila wewe ndio umeniita. Unanielewa? Mimi nikaelewa. Nikamwambia mara ya mwisho ulikuwa wapi? Anasema nilikuwa kwenye shule fulani. Wakati nimelala kule usiku, nikaona msururu wa watu. Wamenijia lakini hawana nguo. Wakafika wakaninyofoa kwenye mwili wangu. Nikaona tuko wawili. Kwenye mwili wangu mtu mwingine anayefanana na mimi wakamnyofoa. Alafu mimi nikabaki hapa. Alafu wakachukua lijini wakaliingiza kwenye mwili wangu. Mimi nikaenda chini baharini. So huyu kijana alikuja akahamia shule yetu. Wakati anahamia shule yetu, alikuwa haamii yeye. Lilikuwa linahamia lile jini lililokaa kwenye mwili. Kijana ameshughuliwa. Mziki ukaja sasa. Kijana anapiga kelele, anasema nataka kuondoka, hapa ni wapi? Matroni anasema na patroni, head boy umemfanya nini? Nasema sijamfanya kitu, nimemuombea. Kesi ikawa kubwa. Headmaster akaitwa. Head boy umefanyaje? Nasema hamna nilichokifanya. Amekuja ofisini, nikamwangalia usoni, akadondoka nitaka maembe. Headmaster anasema maana headmaster anajua. Mimi nikiwa form 2, shule nzima wanajua kwamba form 2 kuna chombo cha Bwana. Ni wewe tu ndiye ambaye kwenye karia yako, pale shuleni ulipo, kwenye huduma yako, kwenye eneo lako la mtani kwako, ndio watu hawakujui. Ni muhimu sana identity yako ijulikane, wewe ni nani. Yes. Ikabidi headmaster aite mzazi. Mama akaletwa. Head boy kamfanya nini mwanetu? Na inaonekana alivyokutana naye ofisini, kijana network inaonekana imeyumba. Muamala hausomi. So ikabidi mama aje. Mama akaja. Na ninapoendelea kuongea na wewe, naona moto wa Mungu umeshuka tayari kwa ajili ya kukatakata kamba za mauti na kuzimu katikati ya watu. Ninaona moto wa Mungu tayari unaanza kuvunja vifungo ambavyo adui amekweka ndani muda mrefu. Reka pasa kataa.
hiyo mama akaja. Anasema mwanangu imekuwaje? Anasema mimi hapa sijawahi kuwepo mama. Mimi nilikuwa kule shule ile, hapa sipajui. Ikabidi mama nianze kumweleza. Mama kuna kitu kinaitwa fulani, kinaitwa msukule. Mama hajui msukule. Mama akasema kama jambo linalooni ana mchungaji wake. Mchungaji akapigiwa simu. Akaja shuleni. Anaambiwa basi tukuitie Edboy uongee naye. Mchungaji akaja kakakaa. Nikamwambia mchungaji, nikaanza kumpiga darasa. Nikamwambia mchungaji kuna kitu kinaitwa msukule. Yaani msukule ni nini? Nikaanza kumkata somo, nikamkata somo. Mchungaji akiniangalia, anaona kwanza jamaa kenye kafupi namna hii, alafu kako form 2. Kwanza nika Edboy, alafu kana moto. Mbona akaeleweki? Mchungaji akaniangalia akasema mama, mrudishe mtoto shule anatoka. Unanielewa? Parakapa sekete. Kwa hiyo sasa mtu, kesi hiyo ilisha ilivyoisha. Mtu ana uwezo wa kuibiwa.